Habari mpenzi na mfuatiliaji wa channel ya Mr. Over. Nikukaribishe tena, leo ni siku nyingine tunakutana kwenye channel hii kwa ajili ya kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusu betting. Kama wewe ni mgeni ndio mara yako ya kwanza unakutana na video hii, basi nikuombe usubscribe, like, comment na kushare ili tuwe wote pamoja. Kuna maoni mbalimbali ambayo tuliyapokea na leo tunaweza tukafanyia kazi oni moja tu ambalo nataka nikuelekeze leo jinsi ya kupata draw kipindi cha kwanza. Lakini katika uchambuzi huu wa draw kipindi cha kwanza pia utajifunza jinsi ya kupata full time and half time and full time. Yeah. Jambo la kuweka sawa hapa kulingana na grupu letu lile ambalo tulikuwa tumelizungumzia. Lile grupu bwana, naona kama litaenda tofauti kwa sababu binadamu tunatofautiana. Kuna mwingine anaweza akachangia, lakini kuna mwingine asichangie na ipo kwenye grupu. Itabidi sasa game hizo zisitumwe kwenye grupu kwa sababu pengine kuna wengine wanakuwa hawajachangia chochote. Kwa hiyo sasa badala ya grupu naomba itakuwa iwe tu private, kila mtu atakuwa anatumiwa mkeka wake tu kwenye akaunti yake ya WhatsApp moja kwa moja. Kwa hiyo wewe kama utakuwa umelipia, basi utakuwa utapata mkeka wako kwa siku 7, na wewe ambao utakuwa bado hujalipia, basi pale utakapokuwa umechangia hicho kiasi kidogo, na wewe utaendelea kutumiwa mkeka wako kwa wakati wako pia. Lakini tukiwa kwenye grupu pamoja, mambo yanaweza kaenda tofauti. Na namba ambayo itakayokuwa inatumika kwa ajili ya wewe kupata mkeka wako kwa njia ya WhatsApp, namba hii hapo. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kupata mkeka wako WhatsApp. Sasa leo nataka nikuelekeze jinsi ya kupata half time, yani kipindi cha kwanza uweze kupata draw. Kwanza tafuta game yenye mfumo kama huu ambao unauona hapa. Hakikisha game yako iwe ina mfumo kama huu, nikiwa namaanisha kwamba home awe ana 2.8 mpaka 2.10. Hiyo ndio formula nzuri ya kuweza kupata kanuni hii ya half time draw. Lakini kama game hautoipata, kwa sababu kuzipata game kama hizo huwa ni ngumu. Kama hautopata game yenye mfumo kama huu, basi nikupe siri moja ambayo inaweza kukusaidia. Utaenda kwenye half time, utatafuta odds ya 1.50. Ukikosa game yenye mfumo huu, basi utaenda kwenye market ya half time na utafute odds pale kwenye half time over. Utafute kwenye over ya 0.5 ukute kuna odds ya 150 kwenda juu, basi hiyo game itakupa matokeo kabisa mazuri ya half time draw. Hebu tuiangalie game hii ndani ikoje. Utaklik hii game. Ukisha click hii game, moja kwa moja tunaenda kwenye half time over. Kwa wewe ambao unatumia BetPawa, mfumo utakuta kama hivi, lakini kwa wewe ambao unatumia akaunti nyingine, na wewe utajua jinsi half time yako unaipatia wapi. Kwa hiyo ukifika kwenye half time over,
kwenye over 0.5 ukikuta kuna odds ya 1.50, yani 1.50 kwenda juu, ina maana kwamba gemu hii moja kwa moja inatoa draw kipindi cha kwanza. Na kwa nini itoe draw kipindi cha kwanza? Ni kwa sababu gemu hii ni ya kibabe. Gemu hii si rahisi kuzalisha magoli mengi, na ndio maana hata marketing iliyopo inakupa marketing kubwa kwa kipindi cha kwanza kupata goli moja. Kwa ni mfumo rahisi tu, huu ni mfumo rahisi tu kwa wewe ambaye labda haujui kubeti, ndio kwanza unajifundisha leo kubeti, ama ndo labda tuseme tu kwamba wewe hujuagi hata kubeti, unagusaga gusaga tu game. Hebu leo tumia kaka njia. Nenda kwenye tafuta game yoyote tu ile. Nenda kwenye halftime, kwenye marketing ya halftime. Tafuta game yenye halftime over 0.5 kwa kuna odds kuanzia 1.50 kwenda juu. Gemu hii inakupa draw kipindi cha kwanza. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tunaenda kucheza half time, tunaenda kuweka draw. Gemu hii inacheza saa 7:30. Kwa hiyo wewe ambaye haupendi odds nyingi, unaweza ukaichukua gemu hii ambayo tunaitolea mfano hapa ikakusaidia kwa siku ya leo na mambo yakaendelea mbele. Mimi na uhakika kabisa kwamba gemu hii labda itokee ile inaitwa mkosi. Najua kuna mikosi, tunafahamu kwamba kuna mikosi ya hiyo hatupingi. Unaweza ukachambua game vizuri kabisa na ukaona kabisa hii game kwa jinsi ilivyo, game hii bwana inatoa draw kipindi cha kwanza. Lakini cha kushangaza bwana, ukashangaa kipindi cha kwanza magoli 6. Mpaka wewe mwenyewe unabaki unashangaa. Yaani magoli 6, mara penati, mara sijui nini, mara makadi nyekundu. Kwa hiyo haya huwa yanatokea. Lakini kwa kufuata kanuni hii, basi moja kwa moja game hii uwezekano ni mkubwa wa kupata draw kipindi cha kwanza. Sasa hebu nikuongezee market nyingine. Tumwangalie home, uwezo wake wa kupata goli na tuangalie away, uwezekano wake wa kupata goli. Ukiangalia home, uwezekano wa kupata goli ni huu hapa. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukikuta home amewekea ana odds ya 1.15 mpaka 1.25, ina maana kwamba uwezekano wa kupata goli moja home upo mkubwa. Lakini ukikuta kuna odds ya 1.30 na kuendelea juu, basi ujue home uwezekano wa kupata goli moja ni bahati nasibu. Hii ndio nakupa mbinu nyingine ya kuweza kujua timu itakayoweza kupata goli kwa kufuata kanuni hizi. Ukikuta home ama away kapewa odds ya 1.15 mpaka 1.25, ina maana kwamba kwenye over pale 0.5 ukikuta home ana odds ya 1.15 mpaka 1.25, ina maana kwamba uwezekano kupata goli moja upo. Lakini ukikuta kuna odds ya 1.30 kwenda juu, ina maana kwamba uwezekano kupata goli moja upo, lakini ni kwa bahati nasibu. Kwa hiyo hapa tukiangalia home, uwezekano kupata goli moja upo. Tukija kwenye timu ya away uwezekano kupata goli moja haupo, labda itokee bahati nasibu. Kama jinsi ninavyozungumza kwenye masuala ya mpira bwana,
unaweza ukasoma vizuri, ukafuata maelekezo vizuri, lakini mambo yakabadilika. Lakini tusiangalie hayo, tuangalie kanuni inasemaje. Kanuni inasema kwamba ukikuta kuna odds ya 1.15 mpaka 1.25, uwezekano wa kupata goli moja upo. Lakini ukikuta kuna odds ya 1.30 kwenda juu, uwezekano wa kupata goli moja haupo. Kwa hiyo away kupata goli moja uwezekano haupo, ila itokee tu bahati nasibu. Sasa kwa kuwa home ana uwezekano wa kupata goli moja na kanuni yetu leo inasema kipindi cha kwanza draw, na tumeshuhudia, tumeona kabisa kwamba kipindi cha kwanza draw inapatikana. Sasa hapa nakupa njia nyingine ya kucheza. Hapa itabidi tucheze x1. Ukiangalia odds ni nene kabisa. Kipindi cha kwanza tupate draw, ndio kanuni yetu inavyodai, lakini kipindi cha pili home washinde. Hebu cheza hivyo leo kwa wewe ambaye market hizi market ni kubwa, market hizi ni gal. Hebu leo tumia mfumo huu, cheza single bet, cheza draw half time, stake hela yako, alafu pia cheza tena game nyingine kwa mfumo huu wa x1 pia stake, ili kama game hii itatoa draw full time, basi ile ya half time ikusaidie. Lakini uwezekano wa home kupata goli moja upo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tukicheza x1 mafanikio ni makubwa, tukicheza half time draw bado pia tuna mafanikio. Fanya hivyo leo na mambo yanaweza kawa mazuri kwako.